Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 12. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 12, nitasoma mpaka mstari wa 18. Biblia inasema hivi: basi kwa kuwa mna taraja la namna hii. Hapa itabidi si unisikilize vizuri sana andiko kwa namna lilivyo. Basi kwa kuwa mna taraja la namna hii, twatumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Kwenye hatua hii, kama ukiweza kunisikiliza, anasema hivi: sisi hatuko kama Musa. Anasema Musa yeye alipokuwa anaenda mbele za Bwana, alikuwa anaongea na Mungu. Akimaliza kuongea na Mungu, akija kuongea na watu, anafunika uso. Alikuwa na kitu anavaa namna hii, kinafunika uso, ili kusudi uso ule using'ae kwao, wakaona ile agano linaishia wapi. Sema amen. Anaendelea kwa kusema hivi: Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikra zao zilitiwa uzito. Yaani kwa alichokifanya Musa kilitia uzito kwenye fikra za Waisraeli. Ina maana mtu sasa badala ya kufikiri vizuri akawa anafikiri kiuzito. Yaani badala ya kufikiri vizuri, kuna watu ambao yani thinking yao iko haraka. Kuna mwingine thinking yake ni kidogo tu, yani lazima umpeleke taratibu. Sasa anasema Israeli, kwa yeye tu kuweka ule utaji, alifanya akili zao zisiweze kuangalia mpaka mwisho, zikawa zinaishia sehemu fulani, ili kusudi tu labda aweze kuwa manage na kuwatawala vizuri na kuwaongoza vizuri. Aliweka utaji ili wasione inaishia wapi, inayobatilika. Anaposema inayobatilika, anamaanisha agano la kale linapoishia hawakuweza kuona, kwa sababu tu ameweka utasi. Niendelee. Anasema hivi: kwa maana hata leo hivi, hata nini? Sema hata leo hivi. Anasema kwa maana hata leo hivi, wakati lisomwapo agano la kale. Bahati nzuri ili andiko liko kwenye agano jipya. Anasema mpaka leo linaposomwa agano la kale, utaji huo wa Musa, utaji huo wakaa, yaani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Yaani anasema eti ule utaji wa Musa mpaka leo unaposoma agano la kale, kama una Roho Mtakatifu, uwezi hata siku moja kujua kwamba ule utaji uliondolewa katika Kristo. Naweza kukwambia hivi, yeye asiye na Kristo sasa anapolisoma agano la kale, hawezi hata siku moja kufunuliwa kwamba agano la kale linamwongelea Kristo Yesu. Ukumbuke Yesu alipowatokea wale vijana wawili walikuwa wanaenda Emau, Biblia inasema hivi, alianza kuwaonesha tangu wapi? Mwanzo mpaka hapo Ufunuo. Anawaonesha nini? Habari zake yeye mwenyewe. Hebu sema habari zake yeye mwenyewe. Ila useme anawaonesha habari zake yeye mwenyewe kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye kitabu cha Kutoka, kwenye kitabu cha Hesabu. Anawaonesha, sema tena, habari zake mwenyewe. Lakini Musa ambaye alikuwa anaziongelea habari za Yesu mwenyewe, aliwawekea utaji wa kuweza kujua kwamba anapomwongelea nyoka wa shaba ili wapone, anamwongelea Yesu. Wenyewe wakasema tu nilinyoka. Wakati Israeli wako na Musa wanatoka nchi ya ahadi, alisema hivi, mtamchinja mwanambuzi na mtamla mkiwa mmesimama, hii ndo Pasaka yenu. Hawakuweza kujua kwamba Pasaka inayoongelewa ni ile kule. Hawakuweza kujua tu kwamba maji wanaokunywa jangwani wanaunyoa mwamba unaowafuata, na mwamba huo ulikuwa Kristo. Hawakuweza kujua. Wenyewe walibaki tu maji ni matamu, walibaki tu nyoka huyu wa maajabu, wakabaki tu jamani, Pasaka kama no hivi tu tunakula mara kwa mara. Wakabaki hivyo tu, hawakuweza kujua kwa sababu anasema hivi, ule utaji uliowekwa juu ya Musa uliweka mpaka uzito kwenye kufikiri. Anasema mpaka leo ilinaposomwa agano la kale, kwa mtu ambaye hana ufunuo wa agano jipya, wewe unao ufunuo. Asiye na ufunuo huo, linaposomwa agano la kale peke yake linaweka tena uzito.
Nikwambie jambo kwa ruhusa yako. Kwa ruhusa yako niseme, ili agano la kale unaloliona alisomwi tu na Wakristo. Kuna dini zingine zinasoma. Agano la kale linamsoma Suleimani kama tunavyomsoma sisi. Linasoma Zaburi kama tunavyosoma. Nasoma Mithali kama tunavyosoma. Mpaka Ruth. Yani nasoma Mwanzo, nasoma Kutoka, nasoma Hesabu, nasoma Yoshua kama tunavyosoma sisi. Ila wenyewe wanaenda kuishia kwenye Malaki. Kwa hiyo kwa sababu anaishia pale, kuna kitu fulani ambacho wao akitoki kwao. Kinaitwa utaji wa Musa, hautoki. Na ndio maana wao Musa wanaye ni Mose. Anaitwa Musa hivyo hivyo, Moses wanaye Haruni, ndio maana Haruni unamkuta kote kote huku na huku. Tanielewa najua. Na ndio maana jina Musa unamkuta huku na huku. Na ndio maana Ibrahim kanisani tunaye na kule yupo. Ili kuonesha tu kwamba they are comfortable to read the Old Testament. Lakini wanapoisoma sasa, kuna kitu fulani hakitoki ndani ya fikra zao ambacho Musa ndo chanzo. Utaji. Ili fikra zao ziwe nzito, wasiweze kujua agano hili litaishia wapi. Sijajua ni kwa ajili ya nini. Tuendelee kusoma. Anasema ila hata leo Torati ya Musa isomwapo, utaji uikalia mioyo yao. Anasema mpaka leo Torati ya Musa inaposomwa, utaji unafanyaje? Unakalia moyo. Hebu sema utaji unakalia moyo. Ukumbuke utaji ulikuwa unakaa kwenye kichwa cha mtu mmoja. Anakuja, amini nawaambieni, nilikuwa na Mungu sasa hivi. Wakimwangalia Musa hivi, wanafikiri alikowapimia tu. Anasema mpaka leo Torati ya Musa isomwapo, ule utaji wa Musa unaenda kukaa kwenye moyo. Sasa hivi sio fikra. Ni bora ungekaa kwenye fikra, kwenye mawazo, tukasema baada ya kulala watasahau. Utaji uko kwenye moyo. Kwa hiyo mtu sasa anakuwa, ndio maana sasa Mafarisayo wanaweza kumbishia Yesu kwa sababu wameshikilia utaji wa Musa. Na ndio maana Yesu sasa akasema, nyie mnaongelea hapo mambo sio ya hekalu, sio na mikate na nini, mnasema kabisa kwamba wanafunzi wangu hawafungi na wanakula sana. Anasema nyie hamjui kwamba huyu mlie naye sio tu kwamba ni kuhani kwenye hekalu. Huyu ni mkubwa kuliko Suleimani na ni mkubwa kuliko hekalu. Yaani kuna mtu mmoja ni mkubwa kuliko hekalu, sio mimi, ni Kristo Yesu. Ni kwa sababu hekalu liko ndani yake. Wakawa hakumuelewa anaposema kwamba hapa yupo mtu aliye mkuu kuliko Suleimani, amekuwa wa zamani kuliko baba yenu Ibrahim, na huyu ni mkuu kuliko hekalu. Hebu sema ni mkuu kuliko hekalu. Kwa nini hawakuelewa? Hawakuelewa kwa sababu utaji wa Musa uko kwenye mioyo. Mafarisayo wanakuja wanasema hivi, mbona huyu ashiki sabato? Sabato si sheria ya Musa. Hawawezi hata kungamua tu kwamba anasema sikiliza, nyewe mnaongelea mimi nishike sabato. Bwana wa sabato ndo mimi. Wanasema huyu jamaa anaongea nini? Kwa sababu hii sheria ameiweka Musa mwenyewe aliyekuwa anaonana na Mungu. Yeye anawaambia Musa aliyekuwa anaonana na Mungu alikuwa anaonana na mimi. Mnakuwa wazito kufikiri. Si aliwahi kuwauliza hivyo? Mbona uko wazito ninyi kufikiri? Hicho anachowauliza, mbona utaji wa Musa umewashughulikia sana? Ila kuna tumaini huko mbele. Niendelee kusoma. Anasema hivi, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Kila anayemgeukia Bwana, kumgeukia Bwana ni kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anasema kila anayempokea Bwana, ule utaji wa Musa unaondolewa. Ina maana unapoondolewa ule, ukumbuke Yesu siku aliyokufa msalabani, hata pazia la hekalu lenyewe lilichanika huku na huku, ili kusudi wale watu ambao walikuwa wametengwa na patakatifu waanze kwenda wenyewe. Kuanzia siku hiyo wewe unaweza ukamkaribia Mungu mwenyewe. Basi na tukikaribie kiti cha rehema cha Mungu ili tupate neema na rehema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kuanzia siku hiyo kuna direct access kati yako wewe na Mungu wako. Zamani alikuwa anaingia mtu ili aongee na wewe, aongee na Mungu kwa niaba yako, na ukigombana naye huyo imeisha.
Umezini, umekuja na mbuzi, ila uelewani na mchungaji kiongozi, dhambi zako unakufa nazo. Ila tangu siku hiyo gombana na mchungaji, utamwona Bwana we mwenyewe moja kwa moja. Kwa nini usimshangilie Yesu kwa sababu hiyo? Anasema hivi, basi Bwana ameliwekea hivi. Bwana ambaye ni Mungu, sasa Bwana ndiye Roho. Masikia walakini palipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Ina maana pasipo na utaji wa Musa ni pale palipo na Bwana ambaye ni Roho, ambaye anakaa ndani yetu sisi. Kumbe Roho Mtakatifu tangu alipoanza kukaa ndani ya sisi, ule utaji umeondolewa. Na mimi naweza kukubaliana na Roho Mtakatifu aliye ndani yangu na ndani yako. Ndio maana amekuja yeye kama mwalimu, yaliyowashinda wa Agano la Kale. Sisi tunafundishwa kirahisi kwa sababu yule mwalimu wa utaji kuondolewa, aratakapa, anakaa ndani yangu. Kwa hiyo sihitaji tena mtu aanze tu kuniambia tu habari za utaji kwamba ndio umekufunika. Roho Mtakatifu alipokuja amefungua mawazo. Ndio maana Yesu anasema eti akawavuvia wayajue na maandiko. Asipowavuvia huyajui, ila atakapokuja huyo Roho atawatia katika kweli. Hata nena yaliyo yake mwenyewe, bali atachukua ya Baba, atawapasheni habari. Na ndio maana kwenye agano letu sisi inabidi tuchangamke zaidi, kwa sababu elimu ni ya bure na iko wazi na iko ndani yako moja kwa moja. Mungu anatufundisha sasa hivi, ananifundisha mimi na anakufundisha na wewe. Enjoy darasa. Haya. Ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Anaendelea kwa kusema hivi, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu kwa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Anasema sisi ambao sasa hatuna utaji, tunaendelea, we develop from glory to greater glory. Tunaendelea kutoka utukufu kwenda utukufu hadi utukufu. Kwa hiyo ulivyokuwa Jumapili sivyo ulivyo leo, kwa sababu ule utaji haupo. Kwa hiyo kinachoingia ndani yako kinakudevelop hatua moja kwenda nyingine. Nami ninasema katika jina la Yesu, yeye anayemsikia Mungu sasa hivi, aratakapashikapa, uenjoy ninachokisema kupitia Roho wa Bwana. Haleluya. Mimi mwenyewe naelewa, na hii inaweza kuwa inatosha, kwa sababu